babake kashenyetwa kule Airtel Stadium kule Singida, lakini leo dada mtu kashenyetwa Chamazi hapa. Kumbe napaswa kufurahi na mimi. Natakuwa ufurahi, kwa nini usifurahi? Nao natakuwa ufurahi. Sawa, kama wamefurahi Dodoma, unaona shindwaje kufurahi? Dodoma familia nao wamefurahi. Wamefunga mitaa yote jana. Unakosaje kufurahi? Hii ni sherehe wote. Sawa? Hii ni sherehe wote kwa wapenda mpira. Mchezo wa Simba Queens dhidi ya Yanga Princess umeutazama, ulikuwa mzuri namna gani kwa upande wako? Mchezo ulikuwa mzuri na ulikuwa kushindana. Unajua kadri muda unavyozidi kwenda, dabi inazidi kuwa ya ushindani kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunafunga goli 4, goli 5. Yaani wao kupata matokeo kwetu imekuwa issue. Lakini kwa hivi karibuni walishawahi kupata matokeo karibia mechi 2. Kwa hiyo unaonekana kwamba tayari na wao washaiona kuizoea dabi kwamba sio wa kufungwa goli nyingi. Kwa hiyo na wao wameanza kupunguza gap la kufungwa. Mechi iliyopita tulipigwa hapa Chamazi, walifungwa goli 2-0. Lakini mchezo wa leo wamegoma kufunga goli 2-0. Wameamua yaani kufuta machozi, wamepunguza goli moja. Kwa hiyo ngoma imeisha kwa 2-1. Kwa hiyo Simba kwenye michezo yote miwili amevuna alama 6 lakini amevuna magoli 4. Wakati tukiwa kwenye ratiba ya kuja uwanjani kutazama dabi ya watani, Young Africans wametangaza kuanzisha project ya kujenga uwanja wao mpya maeneo ya Jangwani. Wamepiga gap sana. Sio kupiga gap. Yaani hapa manake ndio wameshauaga ubingwa. Wao saizi akili yao na focus yao yote ipo kwenye kujenga mabwawa kwa ajili ya kufuga viula vizuri kwa sababu viula pale wanapata shida. Kwa hiyo wanataka kuwatengenezea mazingira mazuri ili viula wawe wakubwa na wawe wanene. Hiyo ndio mipango yao. Na sasa tunasubiri kwa sababu chula ni sehemu ya utalii. Kwa hiyo naamini wazungu watakuwa wanakuja pale kwenye bwawa, watakuja kuangalia viula na kutalii. Lakini ubingwa watakuwa tayari wameshauaga kwa sababu unaweza kuniambia kwamba leo umewakusanya watu kwa ajili kwamba kutengeneza mazingira ya uwanja. Kila siku vikao. Uwanja mnafanya vikao kila siku na mashabiki. Sasa mshabiki anajenga uwanja. Lakini engineer amesema ujenzi unaanza siku ya kesho. Ujenzi unaanza lini? Kesho. Hata kama inawezekana uanze usiku huu sio kesho. Wao wajenge uwanja. Sisi sasa hizi focus yetu ni kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tutaona sasa. Anaojenga uwanja na sasa tunachukua ubingwa, nani atakuwa na raha zaidi? Ubingwa tutazungumza. Tuzungumzie kwanza swala la uwanja. Ni kama yale maneno kwamba Young Africans pamoja na Simba haziwezi kumiliki uwanja wao. Young Africans wanaenda kuufuta. Sisi mpaka sasa hatuna uwanja tu wa kuchezea Premier League hatuna kweli, lakini ukiangalia bado tuna viwanja viwili vya kufanyia mazoezi, lakini wao hata banda la kuku hawana. Kwa hiyo wana haki ya kuanza kuchimba kama ni kweli, lakini akiwa maneno ya propaganda kutengeneza story kwa ajili ya msimu ujao, kwa ajili watu kwenda kupata tena kula warudi madarakani, inawezekana. Kwa hiyo nitazungumza kama kweli uwanja unajengwa nianze kuuona, sio kwa maneno yashazungumzwa toka kina Manju, uwanja hukujengwa. Sawa? Kwa hiyo yeye ndiye amekuja amesema akiingia madarakani atajenga uwanja kabla hajatoka kwenye muda wake. Ukiangalia ndio msimu wake wa mwisho na anaelekea ukingoni kumaliza kwenda tena kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Kwa hiyo inawezekana ni kampeni ya kupata tena uongozi. Yote inawezekana. Kwani ukichukua bulldozer kuchimba pale ndio utakuwa tayari umejenga uwanja. Si utakuwa umetengeneza uwanja wa kupaki malori. Kwa hiyo inawezekana wakachibua pale, wakatengeneza mazingira ya kupaki malori, lakini swala la uwanja tusubiri ujengwe mpaka ukamilike. Sababu wakijenga uwanja sasa hivi, basi waweke nguvu ili uwanja uje kutumika kwenye AFCON msimu ujao 2027 kwa sababu viwanja vinajengwa Arusha, Dodoma kwa ajili ya AFCON. Kwa hiyo kama kweli wana uwezo wa kuweka mguu kati kujenga uwanja, wajenge ili uwanja wao uje kutumika kwenye AFCON kama ni kweli. Kwa namna ambavyo umeifuatilia project yao, unaona hilo likienda kufanikiwa? Sina hakika. Kwa sababu wao wenyewe ndio washakutana pale vikao vinane na vile vikao wanakutana wakati washapata machungu. Ndio wanawakutanisha watu pale kuwafunika. Umeona? Ilivyotoka lungu lile la kamati masaa 72 kwenda kwenye jumba lao la dhahabu kutubania sisi. Sawa? Siku ya pili yake likatoka lungu la FIFA. Ilivyotoka lungu la FIFA siku ya tatu wakaitana Jangwani pale. Wakawa wanazurura wamekaa kikao pale ndani kwenye gofu lao lile la kuwekea chakula. Mwisho wa picha wakasema anakuja na mpango sasa kukamilisha kujenga uwanja. Lakini imekaa siku ya kwanza ya pili walivyokanyagwa sasa. Sawa, na ndugu zao Dodoma Jiji ambao waliwavua nepi kule Singida. Mwisho wa picha tunaona kwamba leo wanaonekana kwamba wamekusanyana sasa rasmi kujenga uwanja na tukimuona wakimwalika pale. Sawa, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa nimemuona na akazungumza vitu vingi. Aliwaasa vitu vingi, nimemfuatilia kwa makini. Sasa tuone vile alivyowapa. Je, vitakaa akilini au ndio itakuwa endeleo mandigemu yao ya kuwazuga mashabiki wao wasikumbuke maumivu ambayo wameyapata kule Singida, wakumbuke kujenga uwanja. Yaani wewe brother, watoto wako wanalala njaa, alafu unafikiria kwenda kujenga uwanja. Wewe uwanja unaojenga watoto wako wakifa atacheza nani? Eti una njaa nyumbani unaenda kujenga uwanja, watoto wakifa, huo uwanja atacheza nani? Sasa hizi cha kwanza atakuwa focus na ubingwa, ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo washaona ubingwa wanaukosa, wanatafuta sehemu kwenda kujificha ili kutetea maovu ya viongozi wao, ili waonekane wanaenda kujenga uwanja ili wajisaulishe kwenye mambo mengine. Lakini sasa hizi ilikuwa sema kuna kumuuliza engineer. Ulimfukuza kocha. Kocha hajapoteza mchezo, anaondoka na akiwa huko ameshinda. Hao walioamini ulioacha, mechi ya kwanza wameshinda, pili wamepigwa chuma 3. Nyuma wiko ndani ya michezo 22 hajafungwa, kimchezo wa 23 kaenda kachezea. Kapewa nini? Zabibu mbichi, kakubali kutoa. Utamu. Ina maana uanzishaji wa project hii ni kufunika matokeo ambayo anayapata kwa sasa. Ni kufunika kwa sababu leo ndio kwa mashabiki waendelee kujaji. Kocha kaondoka, timu haijapoteza. Kocha siku zote huwa anafukuzwa kwenye timu yoyote. Na ndio maana ana dirisha la usajili. Kwa matokeo mabaya, kocha yule anashinda, katoa sare dhidi ya Simba tena kafanya comeback kutoka nyuma chuma 2. Kachomoa, kocha yule anaondoka vipi? Fuatilia makocha wote wanavyoondoka.
kwenye ligi zote wanaondoka kwa matokeo mabaya. Kocha yule hakuwa na matokeo mabaya. Hao waliotegemea kwamba ndio watawezekana wakasaidia timu ndio wameenda kufungwa goli 3. Wametubania sisi. Tumeweka chuma 2 wakachomoa. Kule wameweka chuma 3. Ndani ya dakika 5 wamepigwa chuma 2, watu wanafanya comeback. Wewe binafsi Young Africans shida ni nini kama kocha aliondoka na bado amefungwa? Shida engineer. Na ndio maana katengeneza hiki kikundi cha propaganda hiki. Kuna shabiki alikuwepo hapo Dosa. Kaenda Dosa anatikiswa kama mwembe vile. Anatikiswa namna umefuata nini hapa? Kila siku unaisema timu yetu hapa umefuata nini? Mbona mumseme Mchome? Mnasafiri nayo mpaka Malawi. Simba tuongei. Si anavaa jezi za Simba yule. Sasa tunaongea. Lakini wao sasa mtu akisema ukweli tayari adui yao. Kasema ukweli Wilson Oruma tayari unamwambia kwamba huyu aombe radhi. Aombe radhi ni mtaki kuambia ukweli nyie timu namna gani? Kama mtaki kuambia ukweli kila kitu kibaya kwenu kiwe kizuri, basi tafuteni ligi yenu. Kwa sababu wachambuzi waliokuwa bora wote sasa hivi washawatengeneza, wamewajaza kwenye mfumo. Juzi namsikia anasema chuma si cha Gongo la Mboto, si cha Masaki. Namsikia anasema ligi ngumu baada ya kupigwa chuma 3. Sikia siku anaibeza Simba, anaitukana Simba. Juzi ukumsikia alichongea? Kile chuma cha Gongo la Mboto. Chuma cha Mjerumani. Sawa, sio huko cha Gongo la Mboto bwana, hakuna chuma cha Ujerumani hapa bwana. Kile chuma cha Gongo la Mboto kimesema nini hapa? Hakikusema kwamba ligi ngumu. Ligi ngumu kwa familia. Dodoma kakaa nyuma anasubiri kufungwa anasema ligi ngumu. Ligi ina ugumu gani? Kwa hiyo zile goli walizofungwa 3, goli zile za Diala. Ile adhabu walomchangia ile. Diala kawajibu. Mtoto mleavu ndivyo akwavyo. Ndio kawajibu sasa. Lakini Mwamnyeto kwa taarifa zilizokuwepo, Mwamnyeto hatocheza ligi mpaka mechi hizi za mwisho zinaisha. Na msimu ujao hatakuwepo Jangwani. Hachezi tena. Mimi nawajua nyuma mwiko wana roho mbaya kuliko unavyojua. Pale alikosea Mwamnyeto alikosea Diala. Nisikilize sasa. Mwamnyeto si ndo kafunga? Diala kasusa baada ya kufungwa karibiwa clean sheet alitaka kumtia makofi lakini kashindwa kwa sababu kapteni wake. Lakini alipotoka kwenye benchi aliwaambia wachezaji wenzake yule mimi nataka nimpasue. Lakini nimeshindwa kwa sababu ana usinga nimemheshimu. Lakini nataka mpige yule kapteni wake. Na ndio maana kasusa akatoka. Kwa hiyo kutoka kwake ndio kasababisha timu ifungwe. Lakini yule si ndo kaanza kumfunga golikipa wake. Kwa hiyo yule ndio ataonekana na makosa na hatocheza mpaka mechi za mwisho zote zinaisha. Na msimu ujao atafute timu. Sasa tunamwambia kabisa utakuja Msimbazi pale. Utakuja hata kulinda geti la Simba. Tayari kumpokea. Anakuja atakuja kulinda geti la Simba. Sasa hizi tunamwambia toe lipa namba. Tuanze kumchangia kwa sababu tunajua mechi zilizobaki zote hachezi. Sawa? Tunataka lipa namba ya nini? Ya kapteni wao Mwamnyeto, tunataka lipa namba ya yule kijana wao ambaye katoka pale Jangwani kawahukumu. Sawa? Kamwambia yeye Okwasi umetoka Majelao unajifanya wewe bora kwenye mechi za dabi umewaka. Kamwambia don't touch me usinichafue. Hapo anamwambia yule Makalanga, wewe Makalanga, shamba lenyewe la Kalanga alikuwa kwamba ile kule bondeni. Mwamba kapeleka kule chuma ya 3. Wanajenga uwanja hawa. Wanajenga uwanja wapi? Wanajenga bwawa la kufugia viula pale kuna uwanja wanajenga uwanja pale. Mbona povu na kutoka? Wewe ushaikuona watu wanataka kujenga uwanja wanaitwa kina Kizinga. Kizinga kafanya nini? Kizinga anakuambia sainia nini kwenye uwanja? Kizinga mkandarasi huyu. Ule ni uhuni wameitwa hao sababu ndio kikundi ambaye kimewekwa mbele. Nisikilize. Hiki ni kikundi ambaye kimewekwa mbele. Kwamba chochote kinachotokea wanaitwa pale, wanafunikwa gunia, wanapewa 200 ili walinde matatizo ya kiongozi. Engineer atakuwa apigwe mawe saa hizi. Kocha kaondoka timu imefungwa. Kocha alikuwa hapo timu haijafungwa. Alikuwa anashinda goli 6, goli 4, goli 5. Shida iko wapi? Lakini ndo kawaita pale project ya uwanja. Ni uongo. Anasema mnadanganywa, ilibidi muoji kocha na pamoja na Young Africans kufungwa. Kwanza mbona ana hasira sana? Mna hasira, nimemuona pale Dosa mmemtikiza kama mwembe. Nimemind kishenzi. Bwana Mchome si atumtikisi. Yuko hospitali mpaka sasa. Mchome mko nayo mnasafiri nayo kila siku mpaka mnakolala. Yuko hospitali. Ukienda toilet mnaenda na Mchome. Si mbona tulalamiki? Yuko hospitali. Na nyinyi mtaenda hospitali muda wote. Sio hiyo tu Dosa. Na nyinyi mtaenda hospitali. Kwa nini mumnyanyase? Mfuateni Dosa yuko hospitali. Nyinyi nyuma mwiko na lile nyuma mwiko. Kwa hiyo yeye ana baba asije pale. Project ya uwanja yeye amtoa M5. Anakuja kufanya nini? Kwa nini mmeenda kufanya nini ba? Kamuulize Godi. Wewe umezaliwa Yanga? Wale wamepiga. Wewe Yanga umeikuta na utaiacha. Kwa nini mjione kwamba nyie Yanga mnajua sana? Hasa kama Godi kitendo cha kupewa kikundi cha mwenyekiti wa my friends, basi ndio unajiona wewe ndio Yanga. Wengine sio Yanga. Hakuna kitu kama hicho. Acha utashi. Ule ni utashi. Unaenda kumkaba ko ukimuua. Akome. Ngoja ukimuua. Alikuwa anamtoa kwa familia itakuacha. Na alikuwa anamuua kwa sababu kamkaba kwenye kona mtikisa kama mwembe. Maana yake nini? Kama sisi kuingilia kati. Saa hizi naenda tutamkuta Paga Kani. Ndio nisikilize kile alichokifanya pale kwa mashabiki wenye akili ndogo. Kile watakisupport. Kwa mashabiki wa mpira wenye akili ya kutosha, kile hawezi kukisupport. Mchome kila siku anakanyaga Simba kila siku na wako naye. Wanasafiri naye kila mkoa. Wanaenda naye mpaka Malawi. Na nyewe kamkabeni. Huu ni mpira. Ngoja. Kila mtu ana haki kutoa maoni yake. Ngoja. Wewe una haki kutoa maoni yako na mwingine ana haki kutoa maoni yake. Sasa yeye Godi anamtikisa yule kwenye Yanga nani? Kazaliwa Yanga kaikuta Yanga 35 yeye hata babake hajazaliwa muda huu. Sasa kwa nini ajione yeye Yanga sana? Acha utashi. Huu mpira sio mashabiki. Mimi mwenyewe huwa napiga viongozi wangu, napiga upande wa pili. Si mimi si Simba. Nahitaji maendeleo ya klabu yangu. Lakini hao wanaitwa wanapewa 2200 ili wakawatikise sana. Kina Dosa. Nimeumia kama mwembe wa uwanja. Wewe kama mwembe unatikisa. Sasa mimi nikwambie tu kama inakupendeza mpigie simu yuko hospitali. Wenye Yanga yao
wenye wananchi wenye hasira kali wamemtikisa kama mti wa uani na ametikisika, yuko hospitali. Kama ikikupendeza, waambie wana Simba wenzako mwende hospitali, mwende mkampe pole. Kama haijakupendeza, yote kwa yote, masuala ya uwanja wewe hayakuhusu. Hayo ni ya kwetu. Sio shida. Kuna uwanja babu? Hakuna. Kuna uwanja pale? Pale mnaenda kutengeneza bwawa la kufugia viula tu. Sawa, hivyo viula tutakula supu. Pale nyinyi mnaenda kutengeneza bwawa la kufuga viula, sio uwanja. Sawa. Wewe kutoka umeingia madarakani kasema nitajenga uwanja. Wamemtikisa mtu pale. Leo hicho kilichoniuma, kwa nini wamtikise? Kwa nini mumtikise? Mtikise Dosa. Mbona Mchome amumtikisi? Eti. Ngoja. Mbona anavaa jezi yetu amumtikisi? Huyu ana hasira kweli. Hasira ndio, kwa nini mbona mmemtikisa ndugu yetu? Msema ukweli. Wa Mchongo mwambie tu kwanza. Shida nini kwa nini? Wa Mchongo kama ikiwapendeza ndio mtafuteni Mchome na nyinyi mumtikise kama yeye. Sisi sio wajinga. Sisi tunajua football, yule anatoa maoni yake. Yaani kuisema Simba ndo anaiongezea kiki Simba kwa kubwa. Bana, tuongee. Sawa, sisi hatuwezi tukamfuata yule tukampa kiki. Kashakula amila. Juzi mulikoja baada ya kupigwa chuma 3 kupewa. Ngoja. Juzi sasa ule ni mpira ugomvi. Juzi wakati mnapigwa chuma 3 na watoto wenu ambao wamewavua nepi pale Singida. Sawa? Mmelishwa zile zabibu mbichi. Nimemsikia Mchome alichokiongea. Kakwambia ligi ngumu. Yeye na ule mchambuzi wa Gongo la Mboto. Watu wanasema ligi ngumu. Kwa sababu zote ligi ilikuwa nyepesi. Acheni huu mpira. Mpira ni burudani jamani. Kilichotokea kwenye ile video kila mwana Simba lazima imshtue. Muona bwana. Ila kama mmefanya kwa ajili ya content mmekosea. Ila kama kwa ajili ya serious mmekosea sana. Au sio ndugu yangu mzalamo? Mmekosea, msifanye vile. Dosa ameonekana katika klabu ya Young Africans. Ndio. Amekuja. Kumbuka Dosa ni sehemu ya kuicharula Dar es Salaam Young Africans kwa maneno yake mwenyewe. Kwa hiyo wenye Yanga yao wamemuona wakataka wamgawane kama samaki. Sawa sawa. Sio, umeelewa? Kwa hiyo wamemtingisha kweli kweli na kumpa onyo kali. Umeona? Ndio maana nimewaambia kama kuna mtu anafanya maskhara na timu yenu basi mna kila sababu na nyinyi ya kwenda kumtingisha kama mwembe wa uani. Lakini Dosa amepewa onyo kali kwamba kuanzia leo ukirudia tena kuisema sema Yanga ovyo kwa maslahi ya hao watu wanaokutuma, basi nakwambia wewe tutakugeuza chapati. Na Mchome mmempa angalizo gani? Mchome mmempa angalizo gani? Mnasafiri nayo mpaka mnaingia naye chooni. Hata tumpe sisi au nyinyi? Nyinyi si ndio mmefanya umafia kwa sababu yule anasema ukweli na Mchome mnaosafiri nayo mnamfanyaje? Tunataka tujue kwenye hilo. Msiangalie upande mmoja tu. Mchome nyewe mnasafiri nayo kila kona mpaka nje ya nchi. Mbona sasa tulalamiki? Kwa nini Dosa anasema ukweli? Na Wilson Oluma piga kazi. Toa lipa namba tuanze kuchanga. Tunachanga kwa Wilson Oluma, tunachanga kwa Mwamnyeto, tunachanga kwa Waziri Junior, Shemtembo. Watu wamekesha kule Dodoma jana. Barabara zote zimefungwa, wanaondesha chuma 3 tu. Chuma 3, hakuna jumba la dhahabu wala jumba la gold.